Oh, yeah. Yeah. Awali ya yote hakuona thamani yangu bure. Mapenzi koma yamenikuta mabaya, eti sina chochote, masikini dhoofu fukara. Mapenzi koma yamenifika pabaya, mwenzenu njia pana amenifua gamba na baki na alama. Kinyago cha mpapure nyamaza nikustiri, kinyago cha mpapure nyamaza nisikusaure. Din 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 din. Ingia. Kinyago cha mpapure. Asubuhi shamba. Sijaziandika, sema shida yako. Sala ameondoka nyumbani na siku ya pili leo na sijui yuko wapi. Hivyo nimekuja kumuulizia huko. Kwa hiyo hapa kituo cha polisi au Montreal? Uje kuniuliza mimi kituo cha polisi au Montreal? Mlivobebana, mkachukuana, mkaishi huko, ulikuja kuniomba ushauri au ulikuja kuniambia namtaka mdogo wako? Mtoto koma, shika adabu yako. Hapa sio polisi wala Montreal. Ala, hebu nenda huko. Lakini unajua nimekuja kukuulizia huko sababu wewe ni ndugu yake na isitoshe yule ni binadamu. Kwa hiyo kama yupo ni bora tu ungeniambia yupo huko. We Sara! Sara! Hebu njoo kuone volcano umevuka barabara. Kuna kokoteni hapa lina maji ndugu yangu, nimekufuata. Kwa nini uondoka nyumbani? Ni kosa gani kubwa nilokufanyia? Odemba, kila kitu nilishaongea. Sina haja ya kujielezea tena. Kwenda na wakati huo uendi na wewe ni kupoteza tu wakati. Kila siku nimekuwa nikikwambia neno hili. Riziki huwa anatoa Mwenyezi Mungu na yeye ndo huwa anachagua ampe nani, ampe kwa wakati gani na ampe nini. Kwa hiyo ungevumilia tu, pengine kesho ingekuwa zamu yetu. Okay, twende basi nyumbani. Tangulia nakuja. We mtoto koma, shika adabu yako. Yaani hapa umefika au unanyui mguu, hapa ndo ushafika. Uende wapi? Uende wapi? Wewe ushaachwa. Ujue kuachika au mpaka tukupigie makopo. Pa umeachwa ndo utalizika. Toka, kabeba kokoteni lako ondoka. Kauze maji yako. Beba kokoteni lako timka. Kwa hiyo sawa, tunakubaliana. Nitakuja. Hapa mimi ndo nishafunga mjadala, wewe ondoka. Unamtaka Unamtaka? Bwana, ondoka. Sala nini? Hebu sogea hapa tumuona nini? Sarafina nini sawa? Toka bwana, au nipefagio nikukimbize? Nitakukimbiza wewe. Shwai ni mmoja wewe. Hujui kukataliwa, kinyago cha mpapure wewe. Lo! Hafuna yule na yule. Sura nyeusi ni sawa. Sawa bongo. Vipi? Unanizuia njia umekuwa askari kanzu? Au unanidai ndugu yangu? Vipi? Hamna, mimi nataka nikusalimie tu shemeji. We, kana ishi hapo koma. Mimi sio shemeji yako. Na nakwambia salamu ndo kila kitu na tena nilivyokuwa sikupendi wewe na kuchukia wewe. Eti nakusalimia shemeji. Ni shemeji yako? Au mdogo wangu kukustindo ukajiona wewe ndio kidume na nita mimi shemeji? Mtoto koma. Tena koma, ushike adabu yako. Mimi sio shemeji yako. Lakini yote yanatoka wapi shemeji? Yanatokea huko. Tena nimekwambia usiniite shemeji yako. Haya nakuuliza. Uwezeza mwenzio yupo kwa nyumbani?
Nakuuliza. Sala yupo. Mambo kama hayo. Kome kuniita shemeji, hata tukukutana wapi? Muangalie, simpendi huyu. Muuza maji. Manyanyaso nayopitia, matusi, kejeli pia, ila yote inavumilia nikiamini Mungu wetu sote. Ninawapenda na nivimbia, bila sababu ananichukia. Ninye chai nini vijapati vyenyewe viwili hivi hapa ndo anapita mtoto ghafla ndo unamkaribisha na mpa vijapati viwili wewe mbona unapenda kujitesa jamani? Mungu ndo alichotujalia. Kwa mimi kuna nyingine nimeficha ndani. Mtoto akipita tutamkatia hichi kilichokuepo. Acha vijapati vyenyewe kavu. Azina rosti mdogo wangu unapenda kujitesa. Yaani wewe unang'ang'ania maisha ya shida haya nini sasa? Dada, lakini Odemba mimi ndo chaguo langu. Nampenda. Hivi sasa hivi kuna kupendana mdogo wangu? Nataka nikuulize, huyo Odemba atakupa nini? Obrey kila siku anapita nyumbani. Namtaka mdogo wako, namtaka mdogo wako. Mdogo wangu cheki unavyojifubaza. Mimi na wewe sasa hivi, mimi naonekana msichana, wewe unaonekana bibi. Ndio maisha gani? Dada, nilishakwambia. Tabia ukija hapa kumuongelea wewe mtu wako. Mimi sitaki hata kidogo. Yaani sipendi. Hivi kwa mfano Odemba anatokea hapo. Anakusikia unaongea kama hivyo, atajisikiaje? Dada wewe, mimi simuogopi, simuofii. Anisikie asinisikie. Mimi ukweli nakwambia. Kwanza hajakwambia nimekutana naye pale njia 4. Kitu nilichomfanya nimemsafisha, nimemchamba, nimemwacha mweupe. Hana hata utaka. Sasa kama hajakwambia mimi ndo ninakwambia, simuogopi. Na haya sio maisha. Haya sio maisha. Ila wewe hutaki kunisikia. Sasa sawa tuendelee. Atakuja atafanikiwa. Hizo nyimbo mdogo wangu, hizo ni nyimbo. Shauri yako. Tazeka hapa. Chumba chenyewe kimoja. Kama nataka kuja kulala nalala wapi? Chumba kimoja, maisha gani haya? Bwana yupo na mila yake, unataka kujivuna kaa nyuma. Kaa nyuma hivyo hivyo. Hakuna uone watu wanza kutumia maisha. Dada, unataka sitaki wala nini? Dada. Naomba kunywa chai. Mimi nimetenga ile tunywe chai, ya mengine yaache. Dada. Basi tufanye hivi. Naomba unywe chai. Sawa? Ukishamaliza. Kuanzia sasa ndakusikiliza kwa kila kitu. Sawa dadangu? Kweli? Ndio kunywa chai. Kweli? Kunywa chai dada. Mimi nakunywa. Ila baadaye nikishashiba kwanza ndio nitakupa ratiba. Juzi na jana uliwapa wengine, leo kawapa wengine, na kesho ni siku nyingine, na mimi nitakuwa yangu. Zarau kwangu zitaisha pengine, na nyota yangu itawaka pengine, baraka zako nitaziona nyingine, na mimi nitakuwa yangu. Mungu Baba, wako magoti napiga, naomba usisikie sauti za kuomba kwangu. Maji jamani. Maji. Maji dumu 500. Asa si muda wote tunaita huko wapi? Nilikuwa nimepitia kidogo. Maji 500 karibu. Mkiambiwa mpendane na vijana wenzenu mtaki, mna kazi tu kupenda miji mama. Kabisa shoga yangu. Kazi tu kuta maji muda wote maji. Sababu unaongea nini hapo? Kwani umesikia nini? Si ndio hapo sasa. Sasa unapata maji au unapata kijana? Wewe bwana njoo tuhudumie maji bwana. Sasa maneno gani unaanza kuongea? Kwani uongo upende miji mama? Sasa wewe anakuhusu nini hayo? Wewe unataka maji 500 unaongea kuhusu maji. Mambo mengine yatokea wapi? Wewe sikilizeni, kama nataka maji ongeeni maji hapa. Kama nataka vitu vingine msongeni. Basi ndio tupe maji. Siuzi sasa maji, siuzi maji. Mnasemaje? Asa anamkasirikia nani? Unaongea maneno gani ya kijinga jinga? Anazingua hapo. Kwani vipi? Mimi mwambia maji dumu 500. Anza kuongea mambo ya ajabu ajabu hapa bwana. Basi kausha. Mimi nitasikiza mimi, wewe tulia, ukausha. Dumbili. Nyingine bwana.
Ina maana uridhishi na haya maisha? Sawa. Kwenda na wakati uendi na wewe ni kupoteza tu wakati. Usiishi katika kesho ambayo bado hujafikia. Mara zote huwa anakuambia kwamba mpangaji wa kila kitu ni Mungu. Mungu ndio huwa anaamua ampe nani, kwa wakati gani na ampe nini. Kwa hiyo inawezekana kesho pia ikawa ni sababu. Juzi na jana uliwapa wengine, leo kawapa wengine, na kesho ni siku nyingine, na mimi nitakuwa yangu. Zarau kwangu zitaisha pengine. Hatua gani? Mimi unakubizi kwa kuja niko na mambo sio mengi. Unajua hata kumekucha asubuhi. Kuona niachaje? Tumekuja hapa sawa, mimi nimeamka sina hata 100. Ndio nataka nikaforce hapa niuze alama dumu mawili. Nitarudi nitakuja kuletea kula. Haya sawa. Poa. Mimi narudi usiwaze. Hapa nikiuza madumu mawili mimi nakuja. Haya kazi njema. Manyanyaso nayopitia, matusi kejeli pia, ila yote navumilia nikiamini Mungu wetu sote. Nawapenda na nivimbia, bila sababu ananichukia, ila bado navumilia maana Mungu hayaweza yote. Basi nipe na mimi, nipe na mimi, Mungu nipe na mimi, nipe na mimi, nipe na mimi, na mimi njoo, na mimi njoo. Aubrey, umeona chombo hicho? Kazi kwako. Mimi nishafanya kazi zote, nishamaliza mzigo nimekuachia wewe. Sana ukizembea utajua mwenyewe. Mimi kwanza nishukuru sana shemeji. Na kushukuru kwa kunikutanisha na huyu mtu. Ni kweli hichi chombo. Yaani chombo hichi kinatakiwa kiwekwe katika kabati, kitunzwe vizuri. Sio kwenda kuwekwa katika vipango vya mbao. Naenda kumfubaisha tu bure. Umeona? Mimi nilikuwa namwambia mdogo wangu, huko unafubazwa, unafujwa, unakuwa kama mzee. Mwangalie. Yeye na mimi ninaonekana kijana, yeye mzee. Mzigo huo mdogo wangu. Yaani mimi ninavyomjua bwana Aubrey. Wewe mbona utakopo kama una miaka 18 mdogo wangu? Chukua zigo eshe. Mimi nikwambie tu kitu cha msingi sana. Mimi nakupenda kweli na niko tayari kwa chochote kile. Na naamini ukija kwangu utapata chochote kile ambacho unachokihitaji. Shakati nishaongea hapa. Nitamtafuta siku nyingine tukae tuzungumze mimi na yeye tu wawili. Ruksa ipo. Wewe tu. Sawa. Yaani leo nimefurahi. Mungu mwenyewe ndo anajua. Mwendo wa maukoto. Unaona? Asante shem. Mambo kama haya, mtu ana hela zake. Unakaa kwa ule bwana akufuje we. Mwana maskini hizi ningezipata. Hela hizo zitakuja kutokea poa. Huyo bwana wako kasha kuniletea mimi hata hela soda. Wewe vizuri kundani. Kwa mtajuana huko taratibu na mtapendana taratibu. Umesikia bibi? Ndoa ndio hiyo, mume ndio yule. Awali ya yote hakuona thamani yangu bure. Mapenzi koma yamenikuta mabaya. Eti sina chochote, masikini hofu fukara. Mbona hivyo? Mapenzi koma yamenifika pabaya. Kuzenu njapana amenifuata marabaki na alama.
zinapokwenda nimebaki mwenyewe. Yo, uhamisho wako wewe vipi? Ona sasa mwanangu, madumu mbona umekuja na madumu haya madogo haya? Sasa usikujua, umeona madumu haya? Haya na yale sawa sawa. Yote itaishi. Alafu tena yale unaona marefu hivi ila membamba. Au unaona mafupi afu mapana. Boli vile vile tu. Mwanangu kwa siasa wewe. Unajua kaka kazi zetu hizi kidogo na vipi? Boost. Sasa vipi? Unaingia ndani au unakuaje? Sasa nitafanyaje hizo kazi yangu bwana? Bila kusikiliza wewe tu. Sema mimi sina cha kukupa ndani kwa bwana. Hapo tuzungumze kwanza. Bwana kiasi gani mimi wako? Bwana, kuna kitu mimi nimekisikia. Sasa nikasema kabla ya kukibeba kama kilivyo nikufikishie, alafu nipate kujua kutoka kwako. Kitu gani? Mimi nasikia tu unamfuja mdogo wake Amina Pacha. Wewe umesikia wapi habari hizo? Odemba. Hili swala lipo hapa mtaani kote. Kila mtu anazungumza. Hivi mimi kweli nishindwe kusikia swala kama hili? Unajua bwana Lami, kiukweli hizo habari zipo. Na hizo habari hata mimi mwenyewe pia nazisikia. Lakini mimi nilichagua kuziba masikio yangu ili tu mambo yasiwe mengi. Kiukweli amekuwa akinitangazia kweli kwa watu kwamba mimi namfuja mdogo wake, namzeesha kwa sababu mimi sina pesa, au sio bwana? Nauza maji. Lakini sasa utafanyaje? Binadamu ndivyo alivyo. Unajua ukitaka kuishi na binadamu bwana, lazima kuna wakati uwe mpole ili maisha yaendelee. Demba. Yaani unataka kuniambia kwamba wewe hakuna chochote unachokijua kuhusiana na hili? Kwa sababu mimi ninachokijua haiwezekani tu, yani from nowhere mtu aanze tu kuzungumza masuala kama hayo. Pengine labda kuna ukweli mwingine nje ya huu ambao sisi tunaufahamu. Chanzo kikubwa ndio hichi ambacho nimekwambia. Kwamba mimi sina kazi maalum ya kueleweka. Na yeye anavyoona mdogo wake hadhi yake sio ya kuwa na mtu kama mimi ambaye nauza maji. Sawa bwana? Yeye anavyodai kwamba Sara anatakiwa awe na mtu mwenye pesa lakini sio mimi. Kwa hiyo ndio maana anakuwa anitangazia mimi hizo yani. Sasa Odemba, yani hapo kwa swala tu la wazi kulingana na maelezo yako. Kwa mfano mimi ndo ningekuwa wewe. Ama kama ningepata nafasi ya kuwa mshauri kwako. Yani hapo ni bora kuachana naye tu. Hata mimi pia natamani kufanya hivyo. Lakini kutenda kosa ni kosa. Na kurudia kosa ni kosa la pili. Hivyo mimi siko tayari kurudia kosa la pili. Nikiwa na maana ya kwamba siko tayari kumpoteza tena mtu ambaye ninampenda. Kwa sababu kuna kitu ambacho wewe ukijua kuhusu mimi. Hilo swala lipo wazi. Na kwa sababu wewe ni mtu wangu wa karibu sana na umekuwa mteja wangu wa siku nyingi, basi leo naweza nikakwambia kitu kimoja tu. Kikweli kuna historia kubwa sana ya mapenzi kati yangu mimi na huko nilikotoka. Kwa sababu kabla sijaja katika kijiji hiki, nimewahi kumpoteza mtu ambaye nilikuwa nampenda sana. Mtu ambaye alikuwa na thamani kubwa sana katika maisha yangu. Kwa hiyo sitamani tena hichi kitu kijirudie. Kifupi, mapenzi yetu yaliingiliwa na dada yangu. Dada yangu ndo alikuja kwa kikwazo kikubwa sana. Nakumbuka jamani wifi. Jamani wifi. Jamani za huko. Za siku nyingi jamani wifi. Si wewe. Salama. Jamani. Mimi mpaka basi jamani. Yaani umpendezana na hivi. Mambo ya mjini jamani. Jamani wifi. Tondoke ndani kwanza wifi yangu. Maana ninamu na wewe. Una kishundundu hivi. Mambo yako super. Acha. Salama. Salamu. Marahaba, vipi chai ushapika? Bado ndo nilikuwa namalizia kuteka maji hapa ili nipike chai. Tangu sasa uko unafanya nini? Samahani wifi. Unajua mimi njaa inaniuma. Hata maji ya kuoga hujaniwekea. Yaani wewe kila kitu shida tu.
Samahani. Juzi na jana uliwapa wengine, leo kawapa wengine, nata kesho ni siku nyingine, na mimi nitakuwa yangu. Zarau zangu zikisha pengine, sasa yangu itawaka pengine, baraka zako utaziona nyingine, na mimi nitakuwa naona kila mshanda hapa kama haijakaa sawa. Hebu kwanza jaribu kupima hapo kwanza. Bora umepima mpaka na lando? Umepima vizuri? Hebu rudia tena kwanza kupima kwanza hapo. Maana mama Kanyajori. Unajua? Karibu bwana. Mambo vipi? Najua hiyo. Shemeje. Unakuja hapa. Karibu. Tena unaanza. Sola wala vipi? Najua mambo ile. Bwana. Karibu bwana. Haya. Ameongeza leo. Una shida gani? Nina shida na alipenda. Baba nenda. Sasa mimi sinakwambia nenda bwana hapo na hivyo. Komi. Kutoka nyumbani wache maokoto. Lazima uzingatie maokoto, sio unafuatwa. Unalelema. Maokoto hayo. Bwana unataka kunizingua. Maokoto hayo. Umeumana. Wewe. Acha bwana. Sasa tunajua muziki wao bwana. Wewe acha bwana. Eh bwana eh. Unataka nyumbani uzingatie maokoto. Sio hivyo bwana, baba mnachaga hela nyumbani bwana, mkenda baba. Mnacha hela bwana. Sasa unaona hivyo? Mbona mnamzingua shemeji yenu bwana? Ni bwana mmezidi matatizo bwana. Mmezidi matatizo. Maua, kwa nini umenifuata mpaka huko? Nimekufuata mume wangu. Kuna shida nyumbani kuhusu yule yupo nyumbani. Yaani kwa kila siku ndo anazidi. Si nilikwambia kama ananisumbua kweli, maana asubuhi nimetoka kisimani ameniambiaje, yaani sijatoa ndoo tu, chai umepika, ukiangalia saa 4 atoka ndani ya milala. Chai napika, mkaniwekea maji ya kuoga. Hivi mimi nimtengemee maji ya kuoga, mimi yule ndo akanioa mimi. Unajua yule ni dada yangu mimi, sawa? Na mimi siwezi kumfukuza dada yangu, sawa? Kikubwa wewe vumilia tu, kwa sababu inawezekana akawa hana siku nyingi za kuishi hapa akaondoka. Lakini ukikasirika hivyo mimi inakuwa nakosa amani sasa. Nachoka na mimi binadamu. Kwa sababu kazi hujamaliza anakupa kazi. Kazi hivyo mimi nikamwekea maji ya kuoga hiyo. Sawa. Lakini yule mimi ni dada yangu, sawa? Kwa hiyo siwezi kumfukuza. Cha msingi hapa ni kwamba mimi nitakaa na nyinyi wote wawili niongee naye, au hata yeye pia naweza nikaenda nikaongea naye. Lakini hali kama hii mnanifuata huku kazini ni tunapo watu faida isiyokuwa na msingi. Naumia na ndio maana nimekufuata. Mimi naelewa, sawa. Lakini Maua, kumbuka yule mimi ni dada yangu na siwezi kumfukuza. Haya mambo yanayotokea na yanayoendelea kwenye familia, mimi nitayamaliza taratibu. Yaani kuna moto huko nyumbani akukaliki. Yaani kila nikikaa dakika la moyo na nikauka na nikaamua ngoja nikamfuate mume wangu kazini. Basi Maua usifanye, sawa. Mimi nitakachofanya mimi nitaongea naye yeye, nitaongea na wewe ili ili swala liishe. Alafu isitoshe yule hana muda mrefu wa kukaa hapa, sawa? Ni mtu tu amekuja na ataondoka muda si mrefu. Sawa? Kwa hiyo mimi ninachokuomba wewe vumilia kwa kipindi kifupi. Mimi nitakaa naye chini, nitajaribu kumuelewesha, sawa? Yataisha, sawa? Mimi nakuomba vumilia Maua, sawa? Siaje sawa. Nimekuelewa na kupenda sana, sawa? Nenda nyumbani. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni tena. Unajua nimewaiteni hapa. Lengo langu kubwa ni kumaliza tatizo lililopo, sawa? Haya maisha ya gombana kila siku mimi naona sio maisha mazuri. Wewe ni dada yangu, sawa? Wewe ni mke wangu Maua.
Lakini ugomvi wenu wa kila siku naona unatujengea picha mbaya hata kwa majirani. Mtagombana hivi mpaka lini? Mnafikiri mimi naweka wapi sura yangu? Sikiza nikwambie mume wangu. Sio mimi. Wifi ndo mkorofi. Kila siku unapenda. Wewe koma, tena uishi hapo hapo. Koma nini? Ukorofi wako fiwa nini? Ishi hapo hapo nini? Eti wewe mkorofi. Yaani wewe mimi nakuogopa. Hebu subiri basi. Heshima wewe utoe wapi mjinga tu? Nisikizeni kwanza. Sikiza nikwambie, wewe kaka huyu unamdekeza. Maana yake huyu ulivyokaa wewe kimya na unavyomwangalia tu na yeye anazidi kulegea. Mimi nishachoka na mimi kumtesa tesa mundani. Hebu nisikizeni mimi. Wewe kaka na umezidi. Hebu subiri. Ngoja kwanza. Wewe umheshimu nani? Uniheshimu mimi mama yako mzazi. Hebu subiri wewe kama moja. Mpumbavu mkubwa wewe. Piganeni basi. Sihitaji kugombana, nasema huyu mshenzi. Na wewe mwenyewe vile vile mshenzi. Wewe tena ujiangalie, umesikia? Tena uheshimu kama unavyomheshimu mamako. Wewe ndani unafanyia wewe. Kwani wewe umenioa wewe au kanioa kaka? Ndio nishakwambia huko. Basi mimi niongee. Mimi sina wanaume au? Dada nenda ndani kwanza. Nenda ndani. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni tena. Tatizo kama hilo hata mimi mwenyewe lishaitokea. Ila anachokushauri kama kakaangu, hapo itabidi ukaze. Kwa sababu ukiangalia hiyo ni dada yako Adamu. Hiyo ni mkeo wa halali kabisa. Sasa ukifanya ujinga ukilega hapa, unaweza kupoteza wote watu wa thamani katika maisha yako. Unajua kupata. Kinachoniuma mimi ni kwamba hili tatizo limetokea ghafla sana, sawa? Kabla hujua dada yangu, mimi na mke wangu tulikuwa tunaishi kwa amani kabisa. Lakini huwezi kuamini sasa hivi imefikia hatua nashindwa hata maamuzi gani nichukue. Pole sana ndugu yangu. Tena nakupa pole kwa yaani pole sana kwa matatizo ambayo ukuta. Matatizo ni makubwa sana, ila sisi tunachukua simple tu kwa sababu tunaona simple. Tunachukua labda madogo, lakini matatizo ni makubwa sana. Ila cha kukushauri kama blaza, inabidi hapo ukaze. Elewa. Yaani usionyeshe tofauti kwa dada wala kwa mkeo. Kwa sababu wale ni wote ni watu wa thamani sana. Ukiangalia dada yako Adamu, huyu ni mkeo. Kwa msingi mimi nachoona yaani cha muhimu waitishe kikao. Kwa sababu wale ni wanawake tu. Wanawake hawezi kukushinda blaza. Waitishe kikao. Waambie maisha yaendi hivyo, waelekeze jinsi maisha yanavyoenda, waelekeze jinsi unavyotaka waishi. Wewe unavyotaka waishi. Sawa. Nachokushauri, pambana. Zingatia tu kwamba usipende kuwadharau na usikae upande mmoja, kwamba labda kwa dadako kwa mkeo hapana. Pambana nayo, haya matatizo Mungu atakujalia, yataisha. Na saa zangu naomba kwamba usidharau ile jambo. Sawa. Mimi nafikiri nitafanya kazi yote ambayo umezungumza na sitadharau. Anyway, mimi naona sioni haja ya kuendelea kujadili sana na mambo. Kwa mimi naona bora tuendelee na kazi. Basi poa, usidharau. Napiga mishe bana. Pambana mwanangu. Usako nilandia bao zangu basi. Poa. Wewe amekuja wewe Manambanga, dawile mama Manambanga, wewe amekuja wewe Manambanga, dawile mama Manambanga. Malogo baba we, mekuja mwenyewe Kilingeni. Malogo baba we, mekuja mwenyewe Malogo we, mekuja mwenyewe Kilingeni. Malogo baba we, mekuja mwenyewe Kilingeni. Malogo we, mekuja mwenyewe Kilingeni. Karibu kijana, karibu, eleza shida zako. Mganga, mimi nimekuja hapa, ifi yangu simpendi hata kumuona. Wala. Kwa hiyo nataka tufanyeje? Nataka hata leo hii aondoke. Nataka ondoke, kusimuone kabisa. Usimuone kabisa. Basi umefika kwa mganga Kivuruge. Hakuna linoshindikana kwa mganga Kivuruge. Linawezekana hilo. Takupa dawa. Hiyo dawa utaenda kuiweka kwenye mlango. Malongo
Malongo baba ye, we bandu barikiwe. Oh malongo ye, we bandu barikiwe. Malongo baba we, we bandu barikiwe. Mimi ndo mganga Kivuruge, hakuna noniweza, hakuna. Pokea hii dawa, pokea hii dawa kijana wangu, haraka sana. Dawa hiyo nenda kamwagiwe mlango. Ukitoka na hapa usiangalie kushoto wala kulia, usiangalie nyuma, usiongee na mtu. Ukifika fanya kazi yako kama ninakwambia mganga Kivuruge. Nenda kijana, nenda, nenda. Endelele mamawe, netawe, haya kijana netawe, netawe, kijana netawe, netawe, kijana netawe, kijana. Nenda kijana, do mana kwenda we, do mana kwenda. Kwa hiyo baada hapo nilipoteza kila kitu. Ndio. Yaani Demba, yaani kwa mazingira kama hayo mimi nikupe pole tu ndugu yangu. Nishapoa ndugu yangu. Unajua mwanzo nilijaribu kuwa sehemu ya mshauri kwenye hili kwa sababu sikuwa najua kama kuna maelezo ama kuna ukweli mwingine nje ya huu ambao mimi naufahamu. Lakini kwa maelezo hayo ulionipa, maana yake hili swala sio la kulichukulia poa. Ndio hivyo. Lakini ndio changamoto za maisha. Unajua kazi zangu mimi zinachukua sana muda. Kama mtu mwingine wangu nipelekee ndani hapo, mimi nafanya kazi zangu nyingine. Bana haraka wewe. Unajua kazi zetu ngumu hizi. Wewe bwana una mambo mengi, mimi nakujua. Demba mimi wewe nakujua. Usikuta amemsubirisha hapo. Ndo kazi au ni kitu gani? Hamna, unajua bwana, hizi kazi sisi tumekuwa tukizifanya tangu utotoni, sawa? Kwa hiyo tushazizoea na hatujawahi kupitia kazi nyepesi kwenye maisha yetu. Kwa hiyo mimi sikondi kwa sababu ya kazi. Lakini unajua wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu sana na umekuwa kama ndugu yangu, tunafanya kazi pamoja. Mimi bwana na matatizo sana kwenye familia yangu. Shemeji yangu amekuwa msumbufu sana, ananichanganya sana. Yaani kiasi kwamba nakosa hata usingizi. Huwezi kuamini imefika hatua sasa hivi akija nyumbani kwangu afiki. Anaishia mbali na kumuita mdogo wake. Anadai kwamba yeye hawezi kwenda sehemu ambayo inanuka njaa. Hiyo kweli changamoto. Lakini wewe hapa unatakiwa kuangalia kwamba wewe unaishi na dada mtu au unaishi na mdogo mtu pale nyumbani. Na kama unaishi na mdogo mtu, yeye mwenyewe ndio amekubali hiyo hali, kukubali na kila kitu. Sasa tu unakaa unajipa mawazo ya nini? Unajipa mawazo kwa sababu mtu mmoja? Unajua swali hilo hata mimi ndio huwa najiuliza. Lakini majibu sijawahi kupata. Na imefika hatua huwezi kuamini, natamani hata nimchukue mwanamke nimrudishe nyumbani kwao. Lakini yeye ndo hataki hata kusikia hilo swali. Kwa hiyo kwa muda mrefu limekuwa likinikosesha usingizi. Na hiyo ndo sababu ya mimi kufungua mawazo ndugu yangu. Yaani wewe eti utakiwi useme tu kwamba unakosa usingizi eti kwa sababu tu una mawazo, eti kwa sababu tu shemeji yako sijui anakupa wakati mgumu, sijui shemeji yako anasema nini kwa mwanamke wako, kwa mkeo. Yaani kikubwa unachotakiwa wewe kuangalia kwamba je, yeye mwanamke mwenyewe mlengwa pale nyumbani, yeye anaishi vipi? Yeye amekubaliana na lipi? Ina maana mazingira kama anayaona, yeye anaweza akakubaliana na kila kitu. Na inakuwa ni rahisi sana yeye kuishi naye. Basi kuna kumwangalia sijui shemeji, sijui nani. Okay, tuachane na hayo kwanza. Vipi mnatoboa kesho mechakuni? Maana kama kule kwao mmeweza kutoa sare mbili, sidhani huko mtatoka. Yaani ndugu yangu unakaa tena unawaza tena kuhusu masuala ya sare, sijui game. Yeye unataka baada tuwaze kabisa kwamba kijijini hiki hapa sasa hivi kwamba maji yanapatikana mbali, ugumu hapa unakuaje? Ni tu unakaa unawaza nini? Watu angalia tu hapa tunawasalandusha vipi hapa kuhusu maji ili tupate pesa. Hivyo unaona kwa hichi kijiji hichi kuna mtu alikunywa maji 700 hapa. Unawajua vizuri wana kijiji wa kijiji hiki. Mwanzo mgumu ndugu yangu. Acha uoga. Haya, ngoja tujaribu tuone itakuwaje kwa sababu tujaribu kuambia kuanzia kesho kwamba bwana hapa maji yamepanda bei kwa sababu sisi tunatoa mbali kwa mabondeni. Tuone. Wewe mwenyewe shahidi. Kwa nini mwenyewe hapa mwanzo ule unaje? Mwanzo tulianza kwa chini kabisa, kwanza tulianza dumu 300. Tukawa tunabeba hivyo kwa ushida hivyo, watu walikopo wagumu sio hivi na hivyo, maji sio hivi na hivi maji. Mwisho wa siku tukaenda tukapiga dumu 500 na watu wakawa wanakuja. Na hata sasa hivi tulikuwa salaundisha.
ukame uwapo, mbona naelewa tu freshi. Nafikiri kuanzia kesho labda tuanze tuone kama itawezekana. Basi nikwambie, tunazunguka kule. Nimecheza. Yaani ilikuwa pambe hatari shoga yangu. Yaani kuna kigodoro alafu kuna kile na subiri kingine kikitokea. Yaani mimi sipati picha. Bado hujasema. Afu wewe kuna kitu unanitafuta. Kuhusu nini? Wewe kuna kitu unanitafuta. Na nitakuja kufanya kitu hicho wewe. Anazingua sana huyu. Muache, tuondoke, acha kubishana watoto wadogo. Muache. Bado hujasema. Tuondoke. Anazingua sana yule. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni. Aubrey, umeona chombo hicho? Kazi kwako. Mimi nishafanya kazi zote, nishamaliza mzigo nimekuachia wewe. Sana ukizembea utajua mwenyewe. Mimi kwanza nishukuru sana shemeji. Na kushukuru kwa kunikutanisha na huyu mtu. Ni kweli hichi chombo. Yaani chombo hichi kinatakiwa kiwekwe katika kabati, kitunzwe vizuri. Sio kwenda kuwekwa katika vipango vya mbao. Naenda kumfubaisha tu bure. Umeona? Mimi niko namwambia mdogo wangu, uko unafubazwa, unafujwa, unakuwa kama mzee. Muangalie. Yeye na mimi ninaonekana kijana, yeye mzee. Mzigo huo mdogo wangu. Yaani mimi ninavyomjua bwana Aubrey, wewe mbona utakopo kama una miaka 18 mdogo wangu? Chukua zigo elshe. Mimi nikwambie tu kitu cha msingi sana. Mimi nakupenda kweli na niko tayari kwa chochote kile. Na naamini ukija kwangu utapata chochote kile ambacho unachokihitaji. Shaka tumeshaongea hapa. Nitamtafuta siku nyingine tukae tuzungumze mimi na yeye tu wawili. Ruksa ipo. Wewe tu. Sawa. Yaani leo nimefurahi. Mungu mwenyewe ndo anajua. Mwendo wa maukoto. Unaona? Asante shemu. Mambo kama haya, mtu ana hela zake. Unakaa kwa ule bwana kufuje we. Mwana maskini hizi ningezipatia. Hela hizo zitakuja kutokea puani. Huyo bwana wako kasha kuniletea mimi hata hela soda. Unaona vizuri tu ndani. Kwa mtajuana huko taratibu na mtapendana taratibu. Umesikia bibi? Ndoa ndio hiyo, mume ndio yule. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni. Vipi? Kola umestoka? Amna. Watu ni. Amna kaida. Hivi unaonekana kama uko sawa. Mimi niko sawa tu. Sawa. Au ndo na yale ya jana. Unajua bwana, kwa maisha riziki mpangaji ni Mungu. Yeye ndo anaamua ampe nani na ampe kwa wakati gani. Usishangae hata sisi zamu yetu pengine inakuja. Alafu kuna kitu hiyo nilikuwa sijai kukwambia. Kitu gani? Mimi nataka kujengea gorofa. Uamini au? Ama unajua nataka kujengea gorofa. Ukikaa ushuki chini yani. Yaani ukishuka unachungulia tu vidishani, unaona wanaopita tu. Kwa hiyo nataka nikushauri. Hivi unaonaje ukabadilisha biashara? Ukatafuta kazi nyingine, labda ukafanya biashara nyingine, ukachana na biashara yako ya maji. Kuna kitu kimoja unakijua. Kwa hichi kijiji jinsi nilivyokitazama, hii biashara ya maji ndio biashara ambayo inatembea kwa haraka sana. Kwa hiyo kwa haraka kusema ubadilishe biashara inakuja kuwa changamoto. Kwa sababu watu washanizoea sana katika maji. Alafu kingine, kuanzisha biashara nyingine inahitaji kuwe na mtaji. Umeelewa? Unahitaji uwe na mtaji ambao utaanzishia hiyo biashara. Sasa ukiangalia hapa kula kwetu tu kwenyewe.
kipengele. Leo hii tunapata wapi la mtaji wa kuanzisha biashara? Kwenye mtaji. Kama unakuwa umetafuta kitu cha kufanya yani, ukawa unahitaji pesa. Mama Rema aliniambia kuna sehemu wanakopesha pesa, tena wanakopesha na haki. Na hizo nikaenda nikachukua. Ukaja ukafanya biashara, sasa tutakuwa tunarudisha kwa wiki. Hiyo mikopo hiyo. Wale walio wanafilisiwa sana kwa sababu ya mikopo hiyo. Na mimi nimeshuhudia watu wengi sana wafilisiwa kwa sababu ya mikopo. Hata kwa mfano tuseme ndio tumechukua hela, tumefanya biashara, tumefeli, tumeshindwa kulipa. Siku nakuja nachukua na toroli langu, madumu yangu, habari kwisha. Tunafanyaje hapa? Hamna. Lakini sawa. Kwa hiyo mimi nitakifanyia kazi wazo lako. Tuangalie itakuwaje, lakini kwanza vipi mazingira kwanza? Wewe nenda ndani. Hiyo ushafahamu tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni. Kipenzi. Mbona kwa gani? Mimi nikajua uko busy na mambo yako. Sasa mimi naelekea hivi kwa Mau. Unajua naenda kuchukua toroli kwa sababu haya madumu haya ni mazito sana mpaka kijiweni. Kwa hiyo baadaye. Sawa. Basi unarudi naomba uniletee sambusa. Alafu nishakukataza mambo ya sambusa. Unajua sambusa zina mafuta sana. Hapa kwenyewe nataka upunguze mwili kwa kufanya mazoezi. Sawa. Ila sawa, nitakuletea. Sawa. Da. Poa baadaye basi. Ila usichelewe. Leo usichelewe. Kweli? Nakuahidi. Kazi njema. Poa. Nakupenda. Love you. Love you too. Oh, yeah. Yeah. Awali ya yote hakuona thamani yangu bure. Mapenzi koma yamenikuta mabaya. Eti sina chochote, masikini dhoofu fukara. Mapenzi koma yamenifika pabaya. Mwenzenu njia pana amenifua gamba na baki na alama. Sina pa kwenda nimebaki mwenyewe, mwenyewe. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Gizani misioni tena. Ona sayo wapi tulizo la dhati mahiyo. Na mbuli ya makapi mahiyo. Mwezi ona tamani nikone. Wapi mbani nipone. Nimesoma kwa uchungu sana barua ya mpenzi si wema, jinsi alivyonichanganya, kuishi sina hamu tena. Nimesoma kwa uchungu sana barua ya mpenzi si wema, jinsi alivyonichanganya, kuishi sina hamu tena. Eti amesema
mapenzi bila pesa, kichekesho bila haya, kane nani simkumbuke wala mtoto. Natazama nyota na mbara mwezi, ishara wawili wawili, taishi kama paka mwizi, si bora tu angenikiri. Mapenzi bila yeye yamenishinda, siwezi mwenyewe, yamenishinda. Kwani mlikuwa na ugomvi? Hapana, hatukuwa na ugomvi wote, na mpaka asubuhi naondoka alikuwepo, na yeye ndiye aliyeniagiza sambusa, lakini narudi jioni hayupo, namtafuta hayupo, nakuja kukuta ujumbe tu kwamba yeye ameondoka, ameshindwa kuishi haya maisha magumu. Labda amejaribu kwenda kwa mashoga zake, kwenda kumwangalia, kwenda kumkuta huko. Hayupo. Wenyewe pia wanasema hajui, yani wao wenyewe hawajui yeye yuko wapi. Na sikumkosea chochote, afadhali ningekuwa nimegombana naye labda, au afadhali ningekuwa nimemwambia neno lolote baya, Lakini mimi sijamwambia chochote. Jaribu kwenda kwa dadake, kamwangalie, uenda ukamkuta huko. Kwa dadake siwezi kwenda, kwa sababu huyo dada yake mimi anipendi hata kidogo. Hataki hata nisogelee nyumbani kwake pale. Naanzaje leo kwenda kwa dada yake? Na kwa nini afanye hivi Mimi nimemkosea nini? Unajua Demba, si kila kosa mtu analolifanya yeye anakuwa analitambua. Huenda ukawa kuna vijineno vidogo vidogo ambavyo umeviongea, yeye vikawa vimemkwaza afa amevitafsiri tofauti, kiasi kwamba ameamua kuchukua maamuzi kama haya. Ila yote kwa yote, mimi nilichokuambia ama kukushauri kwamba wewe nenda tu kwa dada yake, uenda ukamkuta huko. Sawa. Ameniacha na mitoa na kesha na nalala nayo, pengine mbona Vipi ndugu yangu? Vipi mwana? Kwema kabisa. Naona unaendelea hapa na burudani. Unajua bwana, mimi ni moja kati ya mashabiki ambao naupenda sana muziki wako. Na mara zote ninapokuwa nipo katika hali ya sintofahamu, basi lazima nije hapa kwa ajili ya kusikiliza muziki. Ningefurahi zaidi sana kama ungenipigia nyimbo ya Malaika. Malaika. Nyimbo nzuri sana. Okay, sawa. Furahia maisha bwana. Nami nifanyeje, kijana mwenzio, nashindwa na malisi, ingekuwa malaika. Nashindwa na malisi, ingekuwa malaika. Malaika, nakupenda malaika. Malaika, ingekuwa malaika. Nami nifanyeje, kijana mwenzio, nashindwa na malisi, ingekuwa Unajua natamani sana ningeweza kuimba kama unavyoimba wewe. Pengine asingeniacha kama ningemwimbia nyimbo nzuri kama hii ambayo wewe umemwimbia. Kwa nini unaongea hivyo? Lakini mara zote nimekuwa nikitumia maneno matupu katika kumsia baki na mimi, na hii haijasaidia chochote. Kwa nini unaamini sana kwenye maneno?
maneno ndo namna pekee ya kumfanya yeye aamini kile ambacho mimi nakifikiria. Lakini nimekuwa nikitumia maneno tu katika kumsia asiende, jambo ambalo halijazaa matunda hata. Mapenzi bila yeye yamenishinda, siwezi mwenyewe, yamenishinda, ameniacha na mito na kesha na nalala naye, pengine mbona mazito, wasili ananiteka nyaya. Mwisho wa mabega yangu ameweka kamba, zote jitihada zangu zimegonga mwamba. Nilitafuta mimi mapenzi, ilikuwa kama bahati kuonana mimi na yeye, tulijifundisha vingi na mwisho wa barua yake kama una wengi ukale. Natazama nyota na mbara mwezi, ishara wawili teshi kama paka mwizi. Kinyago cha mpapure, nyamaza nikustiri. Kinyago cha mpapure, nyamaza nisikusaure. Din 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 din. Ingia. Kinyago cha mpapure. Asubuhi shemeji. Sijaziandika, sema shida yako. Sala ameondoka nyumbani na siku ya pili leo na sijui yuko wapi. Hivyo nimekuja kumuulizia huko. Kwa hiyo hapa kituo cha polisi au Montreal? Uje kuniuliza mimi kituo cha polisi au Montreal? Mlivobebana, mkachukuana, mkaishi huko, ulikuja kuniomba ushauri au ulikuja kuniambia namtaka mdogo wako? Mtoto koma, shika adabu yako. Hapa sio polisi wala Montreal. Ala, hebu nenda huko. Lakini unajua nimekuja kukuulizia huko sababu wewe ni ndugu yake na isitoshe yule ni binadamu. Kwa hiyo kama yupo ni bora tu ungeniambia yupo huko. We Sara! Sara! Hebu njoo kuone volcano umevuka barabara. Kuna kokoteni hapa lina maji ndugu yangu, limekufuata. Kwa nini uondoka nyumbani? Ni kosa gani kubwa nilokufanyia? Odemba, kila kitu nilishaongea mule, sina haja ya kujielezea tena. Kwenda na wakati huo uendi na wewe ni kupoteza tu wakati. Kila siku nimekuwa nikikwambia neno hili. Riziki huwa anatoa Mwenyezi Mungu na yeye ndo huwa anachagua ampe nani, ampe kwa wakati gani na ampe nini. Kwa hiyo ungevumilia tu, pengine kesho ingekuwa zamu yetu. Okay, twende basi nyumbani. Tangulia nakuja. We mtoto koma, shika adabu yako. Yaani hapa umefika unanyui mguu, hapa ndo ushafika. Uende wapi? Uende wapi? Wewe ushaachwa, ujue kuachika au mpaka tukupigie makopo. Pa umeachwa ndo utalizika. Toka, kabla kokoteni lako ondoka. Kauze maji yako. Beba kokoteni lako timka. Kwa hiyo sawa, tunakubaliana. Nitakuja. Hapa mimi ndo nishafunga mjadala, wewe ondoka. Unamtaka Unamtaka? Bwana, ondoka. Sala nini? Hebu sogea hapa tumuona nini? Sarafina nini sala? Toka bwana, au ndipo ifagiwa nikukimbize? Takukimbiza wewe. Shwai ni mmoja wewe. Hujui kukataliwa, kinyago cha mpapure wewe. Lo! Hafuna yule naye yule. Sura nyeusi ni sala. Sala bongo. Sasa kuna jambo nataraji niwaambie, kwa sababu mlivorudi hatukuweza tukakaa tukazungumza chochote kile cha maendeleo. Lakini pia niwape pole. Najua mmekutana na changamoto nyingi sana ndugu zangu. Na naamini kwa sababu mimi nina madada wazuri. Dada zangu wazuri mnavutia. Kwa hiyo
lazima mtakuwa mmekutana na changamoto ambazo ziliwapa sana wakati mgumu katika maisha na masomo yenu. Lakini kwa sababu changamoto tumeumbiwa binadamu, sio jambo la kulifikiria sana. Mmeniacha hapa nikiwa mpweke, nikiwa niko mwenyewe. Baada ya kuona niko mpweke, niko mwenyewe, nikaamua kumchukua huyo bibie. Nimemuoa japo ndoa yenyewe kimya kimya. Najua itawashangaza kidogo kwa sababu ni jambo ambalo la ghafla sana, na niliwaficha kwa sababu sikutaka niwachanganye akili zenu wakati mko masomoni. Kwa hiyo huyu anaitwa Sara. Huyu anaitwa Yasinta, huyu anaitwa Shakira. Huyu ni dadangu ambaye ananifuatia mimi, baada ya mimi ni yeye, alafu anakuja Yasinta ndo wa mwisho. Kwa hiyo mtashirikiana naye, ila pia naomba samahani sana, mnisamee dada zangu sikuwapa taarifa mapema. Imekuwa kama surprise tu kwenu. Karibu nyumbani. Jisikie upo huru. Tuchukule kama wadogo zako, hata kama ni mawifi zako. Utakapopata changamoto yoyote, usisite kutushirikisha. Tunakupenda sana. Haina shida, nashukuru pia. Tunakupenda sana wifi yetu. Na tutaishi vyema hapa. Haimani. Sawa. Basi sawa, mimi sidhani kama nina lengine kubwa zaidi ya kuomba tu ushirikiano wenu nyinyi na wifi yenu, kwa sababu mimi napenda sana amani na nyinyi mnajua hilo. Ndio kaka. Naomba mumpende wifi yenu kama mnavyonipenda mimi, na Sara pia uwapende wifi zako kama unavyonipenda mimi. Haina shida mwanangu. Shoga sijamwelewa hata kidogo. Sasa mwanamke gani huyo? Yaani nashangaa sijui kaka yetu alimzilio amemzoa wapi yule mwanamke jamani. Kwanza yeye na kaka yetu. Yaani sijampenda, nimempokea kinafiki yule mwanamke, nimempokea kinafiki sana. Yaani sijampenda hata kidogo. Sijui kaka yetu ametoka wapi kwa kuzunguka kote kanisa pale. Mwanamke kama si bora angebaki na yule wifi yetu jamani. Yaani wifi yetu yupo wapi? Hayupo. Yupo wifi yetu, hana shida mbona. Sasa likizo mambo yamebadilika. Hamna kitu. Kaka yetu amelogwa. Sio bora atakuwa amelogwa na kuna kitu. Kalogwa. Kalogwa. Sikia, nimesoma kwa uchungu sana barua ya mpenzi isiwema, jinsi alivyonichanganya, kuishi sina hamu tena. Nimesoma kwa uchungu sana barua ya mpenzi isiwema, jinsi alivyonichanganya, kuishi sina hamu tena. Hapo unajua nini nazingua sana hivi? Kuhusu nini? Sasa wewe mwenye miguu kama fito wewe. Wewe unazingua sana. Kuliko kwako lobemendwa. Mbona sitaki matatizo. Sitaki matatizo na huyu mimi. Sikilizeni kwanza, hasa wewe Udemba. Nikupe siri sasa. Unamwona huyu shoga yangu huyu. Alikuwa anakupenda haswa, lakini wewe sijui ulijikuta nani vile, ukaenda kwa jimama lako. Ona sasa, yako wapi? Ushaacha. Alikuwa anataka kulelewa. Sasa tusemeje sisi? Ameachwa. Pengine mbona mazito wasili ananiteka nyaya. Mwisho wa mabega yangu ameweka kamba. Yaani mmekaa hizo siku zote, leo ndo mmeona siku ya kuja kuniangalia mimi. Wewe naye
wifi, tulikomisi na tunje kukuona leo. Wanafiki wakubwa nyinyi. Mlijua kwamba kaka yenu ameoa, mkashindwa kuja kuniambia, sasa hivi mmekuja tumekumisi. Hatujui chochote. Tumetoka chuo, tukamkuta mwanamke yuko ndani ya nyumba. Lakini tukwambia kitu, sisi tunakupenda wewe, lakini sasa yule mwanamke yule anatoka. Hakuna unafiki wote wifi yangu. Yule mwanamke kwanza haendani na kaka yetu. Sijui kaka yetu amemokotea wapi. Yaani hatujui. Lakini kumbuka kwamba kitu wifi yangu, tunakukubali wewe. Wewe ndo tulikukuta pale na ndo utafika na utakaa kwenye ile nyumba. Yaani wewe ndo unafit. Yule mwanamke wala. Tulia, tupe wiki hii moja. Wiki moja tunakuhakikisha ataondoka. Mna uhakika? Tuna uhakika. Kwani mwanamke yule kitu gani? Kwanza mwanamke yule umemwona? Haendani kabisa na kaka yetu. Sijui kaka yetu amemokotea wapi. Tupe wiki moja ataondoka. Hakuna mwanamke pale. Sasa huyo mwanamke gani? Umemwona mwanamke mwenyewe? Haendani kabisa na kaka yetu. Yaani sijui kaka yetu amemokotea wapi. Lakini si mlikuwa mnamjua kwamba amekuwa ndani na kaka yenu? Wala. Tumemkuta. Yaani mimi sijaiona mawifi wanafiki kama nyinyi. Hamna wifi. Tupe muda. Wiki moja. Wiki moja. Hapa anaondoka. Niko njia panda. Kisahani misio Masa mdogo wangu, nimeletewa malalamiko. Kila unapokutana na Udemba unamtukana kwa ajili ya nini? Hivi dada michizi, nikutana na mtu huko from nowhere anaweza kumtukana hivi? Masa, sio kujua wewe kama ni mjeuri nani? Unatakiwa umheshimu yule mume wa mtu na umheshimu pia na mke wake. Dada nisikize nikwambie. Mimi wewe nikikutana naye ndo na kazi ya kunitukana. Kwa hiyo mimi mtu aweza akanitukana afu mimi mwenyewe nikamkalia kimya. Na mtukana vile vile. Hiyo tabia mimi siipendi. Alafu unatakiwa umheshimu yule mume wa mtu na umheshimu pia na mke wake. Sijui unanielewa ninachokiongea? Au mimi nimekosea kukutoa kule kwa shangazi kuleta hapa kijijini? Nirudishe basi. Nitakurudisha. Kama hiyo tabia yako ujeuri uache, nitakurudisha. Siwezi kuishi na mtoto mjeuri kama wewe. Kama hutaki kujirekebisha tabia yako, siwezi kukaa na mtoto kama wewe mjeuri. Kwanza nyanyuka hapa. Dada, afadhali ulipokuja. Gani na matatizo kuhusu mdogo wangu? Tabia zake ni mbovu sana, tena sana. Hadi mimi tayari nishamchoka. Na sio mimi tu, mpaka shangazi yako kashamchoka kwa tabia zake alikuwa. Huyo sio kufagia, sio kupika, sio kuteka maji, kila kitu. Hiyo kwake ni mkaidi, mbishi. Kwa afadhali ulipokuja uondoke naye huko Mkulanga huko unakoishi. Maana mimi nimemchoka. Nimefika hapa. Simtaki hata kukumuona. Ndio hivyo dada. Masa mdogo wangu, hivi kwa nini unakuwa tabia za ajabu hivyo? Singizie. Hakusingizie. Jinsi gani ulivyokuwa mnafiki hadi sura yako inakusuta. Kaka akusingizia na makosa na wewe mpaka akusingizie. Lakini dada, mimi kila siku nashinda hapa nyumbani. Muone alivyokuwa mnafiki huyu mtoto. Kwenda kuongopea. Kaka, acha tu mimi nitamchukua ndaondoka naye. Lakini kama hutaweza kujirekebisha hizo tabia zako, hata mimi pia nitakushindwa. Yaani utanisaidia sana. Hakikisha asirudi hapa tena. Kwa nini sija hata kusalimia? Utapigiana simu. Masa mdogo wangu, mbona unaonekana na mawazo sana?
Hamna kitu. Uko sawa wakati unaonekana na mawazo? Mimi niko sawa. Kwani mimi sikujui mdogo wangu? Kama uko sawa nakujua, ukiwa sawa pia nakujua. Mazoe, mimi ni mdogo wangu. Unapokuwa na mawazo nakujua, na kama huna mawazo nakujua. Au na yale yale ya jana? Hapana, mimi siwezi chochote. Kama unahisi nilikukwaza, basi naomba uniwe radhi. Lakini tambua mimi ni dada yako. Na unapokosea lazima nikwambie. Hamna mtu yoyote kutoka hapa kijijini akaja akakwambia unapokosea. Mimi ni mkubwa kwako. Na kwanza kuliona jua. Kwa unapokosea lazima mimi nikwambie. Sawa dada, nimekuelewa. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani mimi sioni tena. Niko njia panda, niko njia panda. Yo, kwa tenda na tibi muda wa kushika kwa mtibi na jikilisha mtimsiele. Haja tena. Si unajua tena familia yao. Njaa. 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 Kati vinyo na ishangaa toka kwetu. Uzibebisha kuda simpendo wifi. Simpende. Sasa mimi naenda sokoni. Wifi na wageni naenda sokoni. Niko njia panda, niko njia panda, gizani mimi sioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda. Na usikiliza. Mungu mimi nimekuta hapa kwa nataka nikwambie. Yaani kuna vitu vinaendelea hapa nyumbani ambavyo wewe hauvifahamu. Kwa sababu vinatokea pindi wewe haupo. Yaani mawifi zangu ninavyoishi nao pindi unapokutoa mwenani na utondoka ni vitu vile tofauti. Yaani ukitoka tu naweza nikaongelesha kitu wasinijibu. Labda naenda sokoni nikaambia wifi natoka. Hawaniongeleshi wala kunijibu kitu chochote. Isije ipungue nikipiga hatua 2-3 akaanza kunicheka. Na hicho kitu afadhali basi hata wao peke yao. Muda mwingine wanakuwa kuna marafiki zao wanifanyia kitu kama hicho. Mimi nakuwa sielewi kwa sababu gani. Nimekusikia ulichokizungumza lakini kiukweli sijakielewa ulichokizungumza. Jacinta na Shakira ni wadogo zangu mimi, baba mmoja mama mmoja, na wale watoto mimi niko nao wale toka wako wadogo wanasoma boarding, mimi ndo nawasimamia. Sasa leo hii ukija ukiniambia hizo taarifa, yani ujue unanichanganya sana. Yaani sijategemea hicho kitu ambacho unaniambia. Alafu sifikiri kama naweza kukiamini. Lakini unahisi mimi kwani nina ubaya na gani hadi niwasingizie kitu kama hicho? Inakuwa kuna kitu mwafanya. Mimi. Sasa sawa, nimekuelewa. Acha mimi nitalifanyia kazi hilo jambo. Sawa. Sawa. Mdogo wangu za huko dada mbaya. Tena mbaya sana. Unajua mbaya? Ndoa yangu mimi sasa imekuwa haina amani, haina furaha. Yaani kutafuna. Yaani wewe kila siku matatizo yako.
shida zako. Yaani wewe kila siku mbaya mbaya mbaya, hizo nzuri lini? Dada, nyumbani wamekuja marafiki zangu, wametoka chuo. Yaani tangu ameingia, tangu ameingia ndoa yangu imekuwa haina amani. Nikiwasalimia hawaitiki. Muda mwingine nikimpikia mume wangu chakula nimetenga, wao wanaika chumvi. Amani imekosekana dada yangu. Mimi nimechoka. Sasa wewe mdogo wangu, mimi nikajua unatoka na huko. Eti labda ukaniambia mume wako labda anakukera, anakusumbua. Usifanye mambo yako ndani ya lile jumba eti kisa mawifi. Sasa hao mawifi kitu gani? Kwa hiyo wanakunyimalaa mawifi. Vitoto vidogo vinakunyimalaa wewe kwenye ndoa. Mimi nikajua labda mumeo Aubrey. Yaani muda mwingine, yaani naweza labda hata ningekuwa kwa Udemba. Natamani hata ningerudi kule, sio mule ndani. Sasa Sara mdogo wangu, wewe usilie. Wewe jikaze. Hao mawifi zako kidaa yao naumie. Mimi na usazi wangu huyo pambe. Yaani wale nitaatibia mimi. Likizo yote kuanzia Januari mpaka Disemba wao wako shule. Mimi unipe siku hizi. Unajua labda utaniambia hata nikae. Ukae? Mke wa mtu ukae hapa. Mimi mwenyewe hapa unavyoniona na utu uzima wangu naitafuta stara na itafuta ndoa. Wewe umeipata ndoa ndako ukae hapa? Ukae hapa ufuge bata. Ukae hapa ufanye nini? Au unisaidie kufagia uwanja? Mimi sijui kufagia uwanja. Bibi, kapambane na ndoa yako. Hapa hakuna kurudi nyumbani. Hapa hakuna ndoa imekushinda. Unasikia? Jikaze, kakae kwa mumeo. Dada. Kabisa unaniambia hivyo. Dada, hujui ninachokipitia. Tatizo lenyewe mume wangu nikimwambia, hamna mafunzo mazuri anaowaelekeza wale wadogo zake. Yaani kawalia kimayai tu. Mimi nashindwa kwa kweli. Mimi nitarudi. Ukweli tena. Wewe unaanza kulia leo na lia nini? Haya, nenda kwa mumeo. Nakupa siku hizi, nitakufuata mwenyewe ndakupeleka. Hivyo ni dadangu kweli. Nenda ndugu yangu, nenda. Maarifa yakupe shida wewe vitoto vidogo vile. Subiri nikupeleke kwa mzee Kiboko. Karibu shoga yangu. Kumsikia mdogo wangu jamani. Vipi? Umependeza. Asante, umependeza na. Na kamwili kama unaona. Asante. Shakira. Kwa hata mgeni umuone unashindwa kumsalimia. Kwa hiyo mimi ndo ni mwanze au? Yeye hajaniona. Yeye kunisalimia au? Shika adabu yako. Unipati kwa umri wala unipati kwa dhambi. Tena njoo taratibu. Yaani umetoka na hapo unapita hapa, mtu mzima nimekaa hapa, unashinda kunisalimia eti ni mwanze. Wewe una ukubwa gani ushinda kunianza mimi kunisalimia? Ndio mnavofundishwa Allah, muwe na adabu wa siku moja moja mkiona wakubwa. Usitupelekeshe. Kwanza mimi naona mtia next. Tuone ndio tukaongea. Subirini, jibu hilo kesho nakuja na begi yangu. Na ndio nitafundisheni adabu. Si hamna adabu. Mnajifanya kukua kizungu, mmepooza. Sasa mimi ndio kukua kienyeji. Mmenielewa, nitachangamsha. Hapa pawe kwenu, pawe kwa mdogo wangu, ila nitakomesha mbwa wadogo. Dada nini? Dada, lakini nilikuwa nakuja nakwambia matatizo humu ndani unisikilize. Hata kidogo. Kitu kidogo unakimbilia kulia. Kitu kidogo unakimbilia kulia. Dada, unataka nifanyaje? Mara ngapi nakuja nakwambia kwamba hii nyumba ni ya moto, haina amani hata kidogo. Muda mwingine natamani hata ningekuwa sija niongee. Sikia nikwambie. Huko kulia kwako huo ni udhaifu. Kulia siku zote ni udhaifu. Sasa wewe jilize wale wakupande kichwani. Tena shika adabu yako. Jumba lote hili unataka kuachia wao watambe. Kwa hiyo unataka niwafanyaje? Mimi napigana nao. Usipigane nao, yani wewe unafanya nini? Wewe kwa kama mimi kukwa kienyeji unachangamka. Jumba hili ndugu yangu unataka uliache. Wewe changamka. Ukweli tena. Usilie mdogo wangu. Yaani hawa mimi ni kama nilivyokuambia. Kila Jumapili niko hapa. Kama ikishindikana ninakuja na begi langu ninakaa hapa. Unahisi itasaidia? Itasaidia pakubwa. Nyamaza.
He? Kaka. 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 Kaka Abre. Njoo uone. We vipi? Unaona? Si ushirikina huo? Ndio kakangu. Kaeka nani sasa? Nimemwona wifi ameweka. Ameingia ndani haraka. We Sara. 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 Be. Nakuja mume wangu. Wewe ushirikina umeanza lini? Mume wangu. Sijaita mimi hivyo. Ushirikina umeanza lini? Mimi. Kwani hapa mimi nazungumza na nani? Kwa hiyo hata uniamini pia. Mimi nitaogopa wifi. Nimekuona kabisa kwa macho yangu umeweka hapa na umekimbia ndani wifi yangu. Mimi nimekukusia nini wifi yangu, Sasa unajua msimchanganye ujue. Mimi wadogo zangu wametoka chuo. Hawatoka wako wadogo wako boarding, wako chuo. Haya mambo yanatoa wapi haya? Unajua katika nyumba yetu sisi hakuna mambo ya kishirikina. Hatuajui kabisa hayo mambo ya kichawi chawi. Kwa kama una mambo yako ya huko kwenu huko unataka kuyaleta katika hii nyumba, achana nayo kabisa. Tena iwe mwanzo iwe mwisho leo. Nisije nikakuona tena unaleta hivi vitu. Kama una matunguli mondani, kama sijui una uchawi, uchukue nenda kamkabidhi dada yako. Wote wakuongea hivyo kweli jamani, Sasa niongeeje? Kama umefanya makosa mimi nifanyeje sasa? Kama umefanya makosa mimi nakwambia. Sijui umeelewa? Hivyo yani ndo nimezungumza. Nyie endeleeni na kazi zenu. Sasa na huyu hapa anautoa. Utoe. Nimekosea nini? Tumekosea nini hapa sije tukaruka? Maana tunasumbuliwa sana huko chuo. Mambo yenyewe ndo haya. Ndo za kimya tu. Mungu. Nikafanya hivi jamani. Wa Shakira. Vipi? Sina kuita huko nayo unisikii. Tumeona makelele. Si unakuja huku au? Basi nakuita. Sasa unaona makelele hivyo. Alichukua hela yangu pale ndani ni nani? 10,000 yangu nileka kwenye dressing table. Sasa mimi nimechukua hela. Tangu mimi nimechukua hela zako. Sasa yeye amechukua hela yangu huko ndani. Sasa kalimuuliza nani hapa ndani? Kwa hiyo mnani tunakaa wawili tu. Kwanza lini mimi nimekuwa mwizi wa hela zako? Kwa hiyo imepotea tu katika mazingira ya kutanisha. Muulize. Wewe umechukua hela yangu? Hivi kuna siku umesha kuniona naingia chumbani kwenu? Kwa nini natoka amechukua hela yangu hapa ndani? Kwa hiyo hamna anayenijibu kwamba hela yangu imeenda wapi. Na hapa masaa mawili nataka hela yangu nimeipata. Kizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Kizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Kizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Kizani misioni tena. Odemba. Kila kitu nilishaongea mule. Sina haja ya kujielezea tena. Kwenda na wakati huo uendi na wewe ni kupoteza tu wakati. Kila siku nimekuwa nikikwambia neno hili. Riziki huwa anatoa Mwenyezi Mungu na yeye ndo huwa anachagua ampe nani, ampe kwa wakati gani na ampe nini. Kwa hiyo ungevumilia tu, pengine kesho ingekuwa zamu yetu. Okay, twende basi nyumbani. Tangulia anakuja. We mtoto koma, shika adabu yako. Yaani hapa umefika au unyanyui mguu, hapa ndo ushafika. Natamua siku sawa, kubula mawifi na wenye nacho. Sio hadithi nimekumbwa na kwa zangu dhiki na zao choyo. Kweli limefeli limekufa mo. Niko njia panda. Niko njia panda. Niko njia panda. Kizani misioni tena. Niko njia panda. Niko njia panda.
niko njia panda, gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Ona sayo wapi tulizo la dhati mahiyoyo, na mboli ya makapi mahiyoyo. Mwenzi ona tamani nikone, wapi mbali nipone, na tamua siku sawa. Kubula mawifi na wenye nacho, sio hadithi nimekumbwa na kwa zangu. Ulitaka niadhirike kusudi lenu mcheke, lakini Mola Manani amenistiri mja wake. Wabaya kweli wabaya, binadamu hawana wema. Vipi bibi wewe unataka kunivunja miguu eh? Haya, kwema kutoka hapo. Shikamoo. Marhaba. Dada, mimi nimechoka, nimerudi. Umerudi nyumbani umechoka? Talaka iko wapi? Mume wangu dada hajanipa talaka, lakini mimi nimeshindwa. Umeshindwa nini? Sasa hapa shoga yangu hapa hakuna makazi. Yaani ukitaka kurudi hapa urudi na talaka. Na kwa nini urudi hapa wewe? Jumba lote lile unamwachia nani? Akakae nani kwenye hilo jumba? Yaani wewe umezoea maisha shida, umezoea umaskini. Sasa kwa taarifa yako hapa ukai. Hapa ukai. Sara, nasema ondoka. Yaani ukirudi hapa na urudi na talaka. Na wewe hivyo una akili. Unataka urudi hapa na ile jumba unamwachia nani? Wewe mdogo wangu unapenda maisha shida wewe. Yaani wewe maskini mkweli maskini. Fanya mama ondoka Sara. Sitaki kukuona, ondoka. Dada, mimi kule sirudi tena. Haki ya Mungu, sirudi tena. Sasa kama urudi utakaa hapa unafanya nini? Nenda. Toka. Nenda kwa mumeo. Umepata ndoa bado uvumilie unalialia. Tu kitu kidogo hii ndo nini? Wanawake wanakazana kwenye ndoa zao. Sio kupambana, mapambano ya ndoa ndo hayo. Changamoto za ndoa ndo hizo. Wewe kitu kidogo umepigwa kofi umerudi. Maifa umekusema hivi umerudi. Wewe vipi kuna watu uko mpaka wanauliwa wako kwenye ndoa zao? Pumbafu nini? Gizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda. Uamuzi unachukua nasi sasa hivi. Mimi nafikiri kuna ulazima wa kufanya hivyo. Ni bora nikae mbali kabisa na hichi kijiji. Demba, huko mjini unakotaka wewe kwenda, kwanza kabisa una ndugu, una jamaa, una rafiki wa aina yoyote. Pia hujaandaa mazingira sema kwenda kufikia. Hivi unafikiria mjini ni rahisi kama unavyozani? Mimi mtu wa kiume. Kama niliweza kuja katika hichi kijiji nikiwa sina baba, sina mama, sina familia, na bado nikapata marafiki kama nyinyi, hata kule pia naweza kupata. Alafu isitoshe, kule watu ni wengi, kazi ni nyingi, mambo ni mengi. Kwa hiyo itanisaidia mimi kwa urahisi kuweza kumsahau yeye hata kama Demba. Yaani wewe unatamani kutoka kijijini kwenda mjini eti kwenda kutafuta maisha, sio ili uende kumsahau. Na wengine wanatamani kutoka mjini kuja huko kijijini walau kuna unafua maisha. Hebu angalia huko mjini unapotaka kwenda kuna kutafsiri kwamba ni jinsi gani kuna ugumu wa maisha. Acha nijaribu. Na kwa sababu mimi sijaua kwenye hichi kijiji, nikishindwa huko nitarudi. Lakini kwa sasa hivi nahitaji kunusuru hali yangu kwa sababu hakuna anayejua mimi nafikiria nini au nina hisia gani. Nitarudi siku moja. Sawa. Kwa sababu ni maamuzi yako na matatizo yako ya kimapenzi unaamua kuchukua maamuzi kama hayo. Mimi siwezi kukuzuia. Ila yote kwa yote niseme tu. Nakutakia kila la heri katika safari yako. Sawa. Acha mimi niende. Tunaonana siku moja. Poa. Usisindikize. Haina shida nitafika. Sijali. Ila unaondoka. Ndizi ilikuwa tayari kwa maana. Naelekea.
niko njia panda, gizani misioni tena, niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Ona sayo wapi tulizo la dhati mahiyoyo, na mboli ya makapi mahiyoyo. Mwenzi ona tamani nikone, wapi mbali nipone, na tamua siku sawa. Kubula mawifi na wenye nacho, sio hadithi nimekumbwa na. Kwa zangu dhiki na zao choyo, kweli limefeli limekufa mo. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, kizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, kizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, kizani misioni tena. Niko njia panda, niko njia panda, niko njia panda, gizani misioni tena. Odi. Shemeji. Hey. Odi. Shemeji. Safi. Za wewe kutoka. Karibu. Asante. Shemeji samahani. Nimekuja na shida. Naomba ukaniambie msamaha kwa Udemba nirudi. Pole sana shemeji yangu. Shemeji, naomba. Kutokana na changamoto zote zilizotokea na situation yote iliyokuwepo, Udemba ameamua kuondoka kwenda zake mjini. Akasema anaenda mjini kwenda kutafuta maisha mengine. Ondoka sasa hivi. Yaani sasa sikia. Nimesoma kwa uchungu sana barua ya mpenzi isiwemo, jinsi alivyonichanganya, kuishi sina hamu tena. Nimesoma kwa uchungu sana barua ya mpenzi isiwemo, jinsi alivyonichanganya, kuishi sina hamu tena. Eti amesema mapenzi bila pesa kichekesho, bila haya kanena nisimkumbuke wala mtoto. Natazama nyota na mbara mwezi, ishara wawili wawili, taishi kama paka mwizi, si bora tu angenikiri. Mapenzi, mapenzi bila yamenishinda, siwezi, siwezi mwenyewe, yamenishinda, ameniacha na mito, na kesha na nalala nayo, mengine mbona mazito, wasili ananiteka nyayo. Mwisho wa mabega yangu ameweka kamba, zote jitihada zangu zimegonga mwamba. Nilitafuta mimi mapenzi, ilikuwa kama bahati kuonana mimi naye, tulijifundisha vingi, na mwisho barua yake kama una wengi ukale. Natazama nyota